ulikuwa unataka nifanyaje? Wewe unamhudumia mtoto wewe? Mwaka ngapi sasa hizi hujatoa hela mtoto matibabu? Unajua hata mtoto anachoumwa, mimi kila siku nashinda hospitali. Mambo vipi? Niko hapa leo kuongea na wale YouTubers ambao ni beginner kwenye YouTube, wana akaunti zao changa. Pengine hawajafikisha subscribers 1000 lakini wana uhitaji wa kufikisha hizo subscribers. Basi nitafute kwa namba hii hapa kwa bei nafuu sana. Nitakutafutia subscribers na utakuwa mwanafamilia kwenye YouTube. Tunakuwa tunafanya collaborations za video ambazo zinaenda viral. Karibu sana Mr. Lemo, ujiunge kwenye familia ya YouTube. Niliwekeza nguvu zangu, niliwekeza kila kitu changu kwa huyu mwanamke. Unajua nilimpenda kuliko kitu chochote. Bro, inafika muda. Ngoja tuweke hivi, inafika muda mimi sisaminiki kwao kwa sababu vitu vingi mimi nilikuwa navipitisha kwake. Mimi siwezi nikatuma hela kula kwa mama yake. Ni lazima nimtumie hela kula hata kama ni ndogo kiasi gani. Kuna muda mimi napigana huko sina hela, lakini huyu hapa anaelewa mimi namtumia hela kula. Brother, mimi natoa okay sawa. Natoa 10,000 kila siku ya Mungu. Ananichiti kwa 10,000 ya siku moja, mpumbavu huyu. Alafu leo anakuja anakaa analia anafanya hivi. Unajiuliza wapi mimi nimepunguza mapenzi? Haujui kitu gani ambacho kimefanya mimi Una uhakika kila siku unatoa 10,000? Okay, hata kama natoa 3,000 ya kila siku unanichiti kwa 10,000 ya siku moja. 200,000 inasaidia nini? 10,000 yako kwenye dawa za 200,000 inasaidia nini kwa mwanangu? Isabella, mimi namhitaji mwanangu. Mwanao huwezi kumpata. Tuende hata kisheria tuone kama utampata. Yeye mwenyewe hajui kama ana baba kama wewe. Sikia sasa. Ngoja. Wewe mwanangu, kwanza ushanidanganya mara ya kwanza. Unaniambia kwamba wiki 3, unaona? Ndio mara mwisho kutoa matumizi. Sasa nashindwa kuelewa. Wiki 3 au miaka 2 eti? Miaka 2. Sijaona pesa yake. Na kweli? Isabella, mimi hapa kama kweli sijatoa hela matumizi kwa mwanangu mimi miaka 2. Poa, ina maana. Wewe nenda huko bwana wewe. Sikia sasa. Mimi bwana, lengo la kukuita hapa, mimi leo nitaka uchukue matumizi. Si ndio? Lakini sasa nataka tuongee swala la mtoto. Uko tayari kumwachia mtoto? Hapana. Na mimi siwezi kumpa hela matumizi yangu. Basi, hizo siku ambazo utoi, kwani mtoto akui? Atibiwe akiumwa? Hasomi? Mwanangu, unajua ukituliza, ngoja kwanza muulize hata mtoto wake anasoma shule inaitwaje, ada shilingi ngapi? Muulize. Unajua mwanangu anasoma shule gani? Najua hawezi kujua, si mwanamume mwenzangu, naelewa. Kwa hiyo sikia dada, kwa hiyo unahisi kwamba kwa nini hautaki mtoto amchukue? Kwanza hana uwezo wa kumlea. Si unaelewa? Hana uwezo wa kumlea, alikuwa nao kipindi hicho. Sasa sijui mwenyewe amebadilika hapo katikati na vitu gani, mimi sijui. Ila uwezo wa kumlea mwanangu hana, na siwezi kukubali hata kama atafikisha miaka 7. Siwezi kukubali akae na mwanangu. Nipo tayari kwa lolote, ila sio kumwachia huyu mtoto wangu. Never. Mtoto wangu mimi akateseke? Wewe unajua mimi mtoto wangu nimemlealeaje toka amezaliwa mpaka sasa hivi? Yaani sasa hivi from nowhere to a change lifestyle kwa sababu eti babake anamngangania amchukue. Labda niwe nimekufa. Ila nikiwa hai sitokubali. Na mama yako anasemaje sasa kuhusu huyo kijana? Hatuweza kukubali wewe. Mamangu anajitambua, amesoma, ana akili. Mzazi anajitambua hawezi kukubali kitu kama hichi kitokee. Angekuwa anajiweza sawa, ajiwezi. Lakini kasema yeye anafanya kazi. Sasa jiwezi kivipi? Mimi sijui kama anafanya kazi. Mimi nachojua hana kazi, yupo tu kwa mama yake, kula kulala, basi. Abeti afanyaje hivyo 10,000 vyake ndo ajifanya anaviagizia nyumbani. Mimi vinanisaidia nini? Mwanangu sasa bi mkubwa wako yuko wapi? Bi mkubwa wangu tujaribu kumuomba pia bi mkubwa naye atupe ushauri. Kwa sababu jamaa sasa hivi. Bi mkubwa wangu mimi? Atoe ushauri wa nini? Kuhusu kumchukua mtoto? Nataka tumuombe bi mkubwa tu aridhie, kwa sababu ngwangu ambe kitu. Ndio natambua kwamba huyo mshikaji zamani alikuwa na kipato ambacho kilikuwa kinawakidhi zamani, kama alivyosema yeye. Sasa mimi sijui, kwa sababu ananiambia kwamba zamani kwa mnaishi vizuri, anatoa na wewe ulikuwa unaridhika na hicho kipato ambacho alikuwa anakupa, lakini sasa hivi umebadilika. Sielewa. Yeye ndo alonibadilisha. Sijui naelewa. Mama yangu alikuwa anamkubali sana huyu kaka, lakini sasa hivi anamuona mtu ambaye, yani katika sehemu ambapo nilikosea katika maisha yangu ni kuzaa na huyu kaka.
Na anapenda sana kunizalilisha, sijui kwa nini. Kila mtu anayekutana naye lazima amwambie kuhusu mimi. Yaani sijui kwa nini yani. Sasa Isabella, mimi nakuomba kitu kimoja. Kwa nini sasa hivi una mpenzi mwingine? Yaani kama una mwanaume mwingine labda ambaye yupo ambaye. Kwani wewe na huyu mliachana? Kwa sababu ananiambia ashatoa hadi mahali unajua. Akumaliza. Kwa mahali gani bwana wewe? Angekuwa alitoa mahali inaeleweka ningekuwa nyumbani kwetu. Si ningeenda kukaa naye kanioa. Hajamaliza mahali. Kwa kama hajamaliza mahali ndo inakuwa chanzo cha kumaliza. Sisi kimila siwezi kwenda kuishi kwa mwanaume ambaye ametoa mahali robo. Maana hata nusu haikufika. Katoa mahali robo. Naenda kufanyaje? Yo, najua nimekukatisha kumalizia hii content. Sasa nakukumbusha kitu kimoja. Umesahau kubonyeza subscribe hapa chini. Sasa tafadhali na kuomba unisaidie kusubscribe hii channel ili uwe mwanafamilia. Lakini kama unataka kuona kila notification ninapokuwa na post, basi bonyeza kengele hapo juu. Utakuwa umetisha na utakuwa umejoin kwenye familia Mr. Lemo. Ciao. Sawa, sasa tunaomba tuongee na bibi mkubwa wako. Kama utojali. Anyway kaka, unashindwa hata kunielewa. Mamangu mimi anajitambua. Hawezi kukubali upumbavu kama huo. Sijakataa lakini nataka unajua mimi hapa nataka nijue chanzo cha kwa nini mama mkwe hamtaki huyu jamaa na kwa nini ndio banga kuuliza una mpenzi mwingine zaidi ya huyu? Sina. Hauna? Kweli? Mwanangu una mahusiano mengine? Sina sasa hivi. Sasa okay, sawa. Isabella, wewe na huyu ni mtu ambaye mna mtoto, sawa? Unaonaje mmalize hili swala ili mkae sawa sasa, kama ni issue ya kuhudumia endelee kuhudumia. Yaani mkae kama zamani kama ilivyokuwa wapenzi. Ikiwezekana hata amalize mahali kwa sababu sasa hivi ana kazi anafanya. Kaambia anafanya kazi za umefanya kazi gani? Kaongea. Kazi imeanza lini? Mwanangu kazi umeanza lini kwani? Na anaweza kumhudumia mwanangu mpaka mimi nikalizika kwa 100%. Ndio kilichomleta. Yaani yeye alikuwa anataka mwanao aende naye, lakini mimi nikamshauri nikamwambiaje, mtoto kuondoka kwa mamake mpaka miaka ngapi? Miaka 7. Unaelewa? Lazima atimize miaka 7. Sasa kwa sababu jamaa akaridhia kwamba ana uwezo sasa hivi wa kumlea, kwa nini msiungane pamoja muwe kama zamani? Unaonaje hilo swala? Yaani tuondoe ugomvi ambao upo. Au mwanangu ananiambiaje? Bro. Kuungana na huyu kuwa kama zamani sio kwa haraka haraka hivyo. Tupeane miezi kadhaa nimwangalie kama kweli ana kazi na hiyo kazi ana uwezo wa kumhudumia mtoto wake vizuri. Hapo ndo naweza nikajifikiria. Lakini sio from nowhere eti wewe umekuja hapa umeniita sijui na kamera vyenu. Amepata kazi eti niwe naye tena karibu. Mimi support nilokuwa nayo nalizika nayo na nitosha. Ugomvi wangu mimi na huyu ni kwamba tu hana pesa ya kumhudumia mtoto wake mimi ninavyotaka. Kwa hiyo kumbe ni pesa. Alafu anadharau, namuomba pesa ya mtoto. Yaani anahisi kama vile mimi napitia mgongo wa mtoto wake kutaka pesa yani kwa ajili ya matumizi yangu mimi. Hicho ndio kinachoniuma sana. Mwanangu, hapa issue kubwa ni pesa mwanangu. Kumbe yani hamna kitu kingine kwamba hamna. Kwa hiyo unadhihirisha kwamba wewe hauna mpenzi mwingine? Sina mpenzi. Mbona unasema sina mpenzi, mbona unaongea kinyonge? Una mpenzi mwingine kweli? Sina. Ana mpenzi mwingine. Nisikilize ndugu yangu, huyo anakuongopea tu. Hapo anasemana, muulize huyo hapo, hajawahi kunichiti. Ushawahi kumchiti? Yeye hajawahi. Muda gani tumekaa mimi na yeye hatuna mahusiano? Ushawahi kumchiti mwanangu? Sema ukweli. Ushawahi kumchiti? Sijawahi kumchiti. Hajawahi kukuchiti. Mimi pia sijawahi. Sasa nyimbo yani okay, sawa. Swala hilo papa ni kwamba tunataka tuweke usawa kati ya wewe na huyu. Sawa eh? Na nafikiri kama ikiwezekana tuwahusishe wazazi wa pande zote mbili. Mimi mama yangu ndamuhusisha labda kama yeye atakubali nimchukue mwanangu. Sasa unataka kumchukua mtoto wa miaka 5 rafiki yangu? Hiyo kisheria haipo sawa. Okay sawa. Labda yani cha kufanya kwangu kitu cha kufanya. Mimi najua unamtaka mtoto, si ndio? Yaani cha kutengeneza hapa tutengeneze usawa wa kwamba muwe sawa kama zamani. Mimi najua mtoto utampata tu muda wote ukimhitaji.
mkiwa sawa, kwamba akikutambua kama mume wake, labda mpenzi wake wa ndoa, kwa sababu ushalipa mahali huko. Kwanza uko tayari kumaliza hiyo mahali? Unakumbuka mahali ulipeleka shilingi ngapi kwanza? Tumpigie kwanza simu mamangu. Ampigie simu. Sawa. Mimi simu yangu haina salio. Mpigie kwenye simu yangu. Sawa. Ina tatizo. Wewe hapo, mzazi wako yuko tayari kuja? Hata asipokuja, tukiingia hata kwenye simu si sawa? Au unasemaje? Mimi sijui ratiba zake. Ila upuuzi huu. Mamangu namjua, namsikia. Hiyo issue sio upuuzi, kwamba mtoto ni upuuzi. So, yani upuuzi ni kwamba eti akubali mjukuu wake saizi aende akakae na huyu. Na hiyo hali yake ya kimaisha alikuwa nayo. Issue sio kukaa. Nisikilize Isabela, issue sio kukaa. Issue ni kwamba jamaa sasa hivi ashajitambua na kazi, anaweza kumhudumia mtoto. Sio, unaelewa? Mpigie bi mkubwa. Sababu isije kaona inaonekana kama vile namtetea. Sawa. Unaweza ukaongea naye wewe? Au mimi niongee naye mimi? Vyovyote vile. Mimi jamani, naomba ni ngoja nianze na mama yake huyu sasa, maana huyu alipashanigia namba. Ika namba ya mama. Bwana mtazamaji, issue ni kwamba tunaenda kuwapigia wazazi tusikie sauti zao kwenye simu. Ikiwezekana nitawaomba bwana, naombeni tayari. Naombeni mje tuliweke hili sawa, hili swala sawa, si ndio ndugu yangu? Sasa akija hapa mwanangu, usionyeshe kupanic. Unajua wazazi ndio wanakuja. Usigombane wala usionyeshe zile kupigana. Mimi sio mtu wa kupanic ndugu yangu. Wewe mwenyewe ananijua. Lakini spendi maneno, yani vitu dharau anazoniletea. Okay, sina hela, lakini ndo niletee dharau hivi. Sawa. Naenda kumpigia mzazi mmoja mmoja. Okay. Bwana, mbele yenu bwana, hapa kuna chaja mpya kutoka Tronics, wauzaji wa vifaa vya jumla na rejareja pale Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grey. Sasa hivi wamekuletea chaja mpya. Hii chaja ambayo ni fast charge. Uzuri wa hii chaja, unaweza kuchaji simu hizo mbili. Kuna type C hapa, kuna port ya type A. Wazee wa USB mnajijua. Kwanza uzuri wa hii chaja pia ni nzito, kwanza ukigusa hivi ni nzito. Na ukichomeka kwenye simu sasa inakuonyesha kabisa fast charge. Kama unavyoona hapo mtazamaji. Hawa jamaa wapo Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grey, wanauza vifaa vya jumla na rejareja. Ukiingia pale Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grey, basi ni kabla haujafikia Valentino Hotel kama umetokea Msimbazi. Umeona? Wako pale Tronics Shop Accessories, wauzaji wa vifaa vya jumla na rejareja. Karibu sana mteja.